pili 7:1-2. Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaona kwa macho yako, lakini hutakula. Na tushukuru. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, asante. Ni wakati ambao Baba tumekaa Mfalme mbele zako tukitumaini na kutarajia kutoka kwako. Nena nasi Baba kupitia maandiko haya na mtumishi wako ambaye umemweka mbele zetu siku ya leo. Mfalme, tuko tayari, watumishi wako wanao, wajuli wako Mfalme. Nena nasi tuko tayari kusikia na kutimiza sawa sana mapenzi yako Bwana. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Elisha akawaambia ya kwamba lisikieni neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na kitabu na kalamu unaweza andika. Na hata na mzee maana ujumbe huu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru huyu Mungu, maana Mungu ni mkuu. Kama uko na kitabu na kalamu andika hivyo. Tena kile kitabu cha pili nacho ambacho hakifundiki, hicho pia andika. Lakini hata hicho unaweza kiacha nyumbani, lakini hicho kingine ukiacha nyumbani, hata ukisafiri wewe unasafiri nacho. Bwana Yesu asifiwe. Elisha akawaambia ya kwamba lisikieni neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Katika nchi hii ya Samaria tumejua story yake vile ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kama unapigana na adui, usikimbie adui. Hebu jaribu kuwa naye karibu, malizane naye. Ili hata ukiondoka uwe na amani. Unajua ya kwamba huyu tushamalizana. Lakini ukimtoroka, utakuwa miaka yako yote utakuwa ukimuogopa. Hata isakuwa yeye pia amesema nimemsamehe. Huyu naye amesema amesamehe, lakini kivyake. Lakini siku mkikutana, mnaogopana bado. Manake hamkupatana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndivyo walipofanya hawa katika nchi ile ya Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa wakipambana na adui, wakatoa uamuzi wa kuwa basi baada ya kuwa tufuatane nao, tupigane nao, hatutapigana nao. Wacha tufunge lango letu vile chakula kiko. Hatutatoka nje, tutabaki huko ndani. Tujifungie. Wakasahau kuwa kuna vitu wao wanatoa nje ambavyo wanaleta katika mji wao. Bwana Yesu asifiwe. Wakapatana wakafunga lango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Adui nao wakabaki pale nje nao, wakapatana nao wakasema tuko hapa hapa. Hata iwe miaka mingapi, tuko hapa tunawasubiri. Maana watafungua lango, nasi tutawapata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walipokuwa wamejifungia lango, wale ndani ya mji, nao matajiri, nao maskini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wale maskini walikuwa wa kwanza kumi. Maana walikula vile vyao tayari vikaisha. Vilipokuwa vimeisha, haya, sasa ni hawa wadosi. Uwe na mapeni ununue. Bwana Yesu asifiwe. Ule mji ukaendelea hivyo hivyo, si kwa Mungu alikuwa hawaoni, alikuwa Mungu anawaona. Wakaendelea hivyo hivyo mpaka wakakula vitu ambavyo vilikuwa havistahili viliwe. Lakini wakakula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kuogopa maadui huko nje. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walipofika wakati wa kukula wale watu, sasa wanakula nao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na tena wanajipenda. Wanakuwa wachukue mama mmoja wa mkate wa shehe wa kule ama baba, hao wanachukua hivyo vidogo. Hivyo vidogo ndio wanakula. Sasa Mungu akaona, basi hapa pale ambapo wamefika hao, wataisha wote hao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaamua kushuka kuokoa Samaria. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa aliposhuka akaingia katika mtumishi wake. Akaenda kupeleka ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini alipopeleka ujumbe hakuongea maneno ambayo Mungu tayari amesema. Alisema lisikieni neno la Bwana. Bwana anasema hivi. Ndio akaanza sasa kuongea yale Bwana anasema. Alianza kutayarisha ile neno hiyo mwanzo. Lisikieni neno la Bwana. Bwana anasema hivi. Kesho masaa kama haya
vipimo viwili vya shayiri vitauzwa kwa shekeli langoni pa Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini huyu akida yale ambao waliongea, kwa sababu tunasoma tunaweza pita haraka tukasema alifanya makosa, mbona alijibu hivi? Lakini alikuwa na ukweli pia yeye, kwa sababu shida ile alikuwa akipata pale yeye pia aliona. Sasa ilikuwa ngumu kuambiwa wewe kesho utakuwa hivi ama hivi leo utakuwa hivi. Sasa ukiangalia mazingira ambayo uko nayo na hivyo kwa fasemwa hapa, kwa sababu hukusikia lile neno, utasema hapa haitawezekana. Ndivyo alivyofanya yule akida. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa akida alikuwa hata huyo mfalme amemtegemea huo mkono wa akida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona hapa huyu Mungu angekuwa ameenda kwa wananchi, ingekuwa ngumu pia kufika huko. Maana utaongea nini kwa akida wewe? Na hata mfalme mwenyewe amemtegemea huko. Utapeleka ujumbe gani usikizwe na mtu wewe? Sema Mungu amesema. Hakuna mtu atakusikiza. Ndio Mungu akatumia pale ikulu pale. Aenda akawage huo ujumbe hapo ili ndio sasa uwe rahisi kushuka kwa wananchi. Lakini pale ulipoenda ukapigwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata leo unapokuwa unapitia maisha yako, useme Mungu leo atoe nabii wake asema basi mama Kenya, nimekuona ukingangana sana kwa muda mrefu. Kwa hivyo kuanzia hivi leo tayari Mungu atakufanyia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi mwanadamu nitaanza kuhesabu yale ambayo napitia. Pengine niliomba nipate mtoto ama nipate pesa. Niliomba. Sasa huwa nahesabu. Naomba leo, kesho, hivyo ifike wiki, ifike wiki mbili, ifike mwezi, hata ifike miaka. Sasa huyu mjumbe akija, sitakuwa mwepesi kama sijalisikia lile neno. Nitakuwa wa kwanza kulalamika kama alivyolalamika akija. Kwa sababu nitahesabu kama hii kitu nimeombea miaka 3 ama nimeombea miaka 4. Leo hii mama Kefuleni amekuja hapa na ananiambia kesho itafanyika. Sana danganya huko. Nimeomba mara ngapi? Nimeombewa na wachungaji wangapi? Wa manabii wengi nimewafuata wameniombea tena hakujafanyika kitu. Lakini leo amekuja kunidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama umelisikia lile neno la Bwana, itakuwa rahisi kwako kupokea. Ama itakuwa rahisi kwangu kupokea. Maana mtumishi wa Mungu alipofika pale hakuambia kesho chakula kitakuwa maya hapa. Aliwaambia lisikieni neno la Bwana. Bwana anasema hivi. Ndio sasa akawaletea ile shida yao ambayo inawasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu wa kwanza hakuamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu zangu, utakuwa uko hapo una shida ambayo umepitia, imekuwa ya miaka mingi, umevumilia vya kutosha, lakini sasa utoke mtumishi wa Mungu akwambie lisikie neno la Bwana. Jaribu kusikia neno la Bwana. Uone vile Bwana atakavyokufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumekuwa wagumu kwa sababu hata ujumbe ukitoka kwa Mungu ukija kwetu unakuwa ngumu kupokea. Sasa kama ni ngumu kupokea ule ujumbe, kile ambacho tunakihitaji pia ni ngumu kupata. Hatuwezi kupata. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaona wale wana wa Israeli walipotolewa katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Walipokuwa njiani kuna mahali walimkosea Mungu. Mungu akaja akawachapa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Wakaumwa na nyoka na ukiumwa unakufa. Sasa hawa wa Samaria waliambiwa lisikieni neno la Bwana. Ni kazi ngumu hii. Nikusikia hata kama umeketi, hata kama umesimama, lakini si unasikia. Bora sikizi. Unasikia. Hakuna mzigo utakuwa umeupata kama umechoka sana kwa sababu umesikia. Hawa nao wakaambiwa waambie Musa atakayeumwa amtazamie nyoka. Kwa sababu pia hakuna kazi ngumu. Hawa walikuwa kutazama tu. Unafanya kuangalia tu. Pengine bahati mbaya uanguke, lakini kichwa hebu simamisha kidogo kichwa, fanya uone tu. Huku maumivu yaishi. Lakini tumekuwa wagumu kwa sababu hatusikii ule muongozo ambao Mungu ametupa. Tunaangalia yale mambo yetu. Maana hawa nao wangekuwa waliangalia vile Musa amesema. Musa amesema, ukiumwa tu wewe, hata haina haja ukimbie mbio tu ufuate mpaka karibu basi kwa hapo umeumwa. Wewe ni wa kichwa chako tu, fanye kuangalia. Haya, pole. Tena hiyo ikawa ngumu, wengi walikufa.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama tutalisikia hili neno la Bwana, itakuwa rahisi kwetu, mahitaji yetu Mungu yatakuwa rahisi kutusaidia na kutuondolea. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna Biblia inasema ya kwamba neno lake huwa halijibu. Likija lazima litimize neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hili neno la Bwana lilipoingia Samaria, Wasamaria walipolikataa, na ilikuwa ni lazima waokolewe Wasamaria na wakombolewe. Kwa hivyo haliwezi kurudi mbinguni bila kufanya kazi. Ni lazima lifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naomba usome hapo 3 mpaka 7. Wafalme wa pili 7 kuanzia 3. Yes. Mstari wa 3. Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, bora tunakaa hapa hata tufe. Tukisema tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kituo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikilizisha Washami kishindo cha mienendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado. Wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kituo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Yesu naye sisi mmoja tuseme ni wakati akiwa akifundisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipoingia katika ile nchi ya nchi gani hapo, akaambiwa na Mafarisayo, waambie hawa wanafunzi wako wanyamaze. Alikuwa anakimbia Yerusalemu. Akawajibu, wakinyamaza hawa mawe yataongea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo Wasamaria walipokataa kusikia neno la Bwana, Ndio, kuna mawe pale Mungu akayatumia. Oh yes. Ili hayo mawe Amen. yaokoe hiyo Samaria. Hallelujah. Ilikuwa lazima Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na akatumia hao wa Samaria wenyewe. Hakutumia mtu wa nchi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Hao wenye ukoma 4 walikuwa ni Wasamaria. Ndio. Kwa hapo ndani ya Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Na walikuwa wamekuwa nje kwa sababu ya ule ugonjwa ambao wako nao, hawashikamani na wenzao. Lakini chakula nikitoke huku kiende huku. Na hawa watu hawakuwa ni mandugu, lakini walikuwa ni kabila moja, lakini hawakuwa ni mandugu. Lakini walipofika huku walikuwa mandugu. Maana pengine hawa walikuwa wanafanya duty, haya leo utawapelekea wewe, kesho ni jamii hii nayo inapeleka. Sasa kama nyinyi wenyewe huko hamna chakula, hawa watapelekewa kweli? Hawatapelekewa. Sasa hiyo miaka yote waliokuwa hawa hapa ndani ya Samaria wanateseka, hata wale pia walikuwa wanateseka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa walipokuwa wakiteseka huko, hakuna siku walifanya uamuzi kama huo. Lakini neno la Bwana lilipokuja, walipolikataa, Mungu akaenda kule kwa yale mawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Yesu alisema mawe, lakini basi hivi wewe utoke hicho ndilo jiwe hapo ambapo umeketi, basi laongea, sijui ni nani atabaki hapo. Hakuna mtu atabaki hapa ndani. Lakini yule ambaye unamuona hastahili, hafai hata kukusongelea, akikusongelea unaona kama ambaye huyu aniharibia hewa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio Mungu atamtumia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa hashindwi na kuwaponya wale wa Samaria. Akawatakasa mwanzo wakawa vizuri, sasa wakaendea lile jeshi. Lakini alitaka kuwatumia vile walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi hutaponywa, sisemi hutajibiwa yale ambayo unahitaji, lakini wakati mwingine hivyo ulivyo, Oh yes. Mungu atakutumia. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na kutumia hivyo ndio itakuwa ni mlango wa jibu lako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana tunamwona ni Zekaria.
walikuwa akiingia tu, si ati mara ya kwanza alikuwa akiingia hapo kusikiza huo uvumba. Alikuwa kila wakati tuti yuwapata na yuingia. Lakini kadri ya vile ambavyo anamtumikia Mungu, udhaifu wake anao, shida zake anazo, lakini upande wa Mungu hakuna siku anasema mimi sitaweza. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni mahali pa fedha, yuko radhi. Hata kama ni mkopa hapo, lakini hapo mahali afike. Sasa Mungu alipoona huu moyo, akasema huyu mtu amejitahidi. Alipoingia hapo ndani, hata hakuwa anaomba hayo maombi hayo. Maana unajua unaomba hivi kama ukafikia mahali ukawa uliombei tena jioni. Umejiacha. Ulishughulikia tena maana umeomba kwa muda mrefu na hakuna kitu kinafanyika. Sasa vile hakuna kitu kinafanyika, wakati unaposimama na Mungu vizuri na kulisikia lile neno la Mungu vizuri. Oh yes. Mungu anakufanyia lile ambalo umelisahau. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema ya kwamba Mungu atakutendea hilo jibu lako atakupa. Hata wale maadui zako wabaki kinywa wazi. Oh yes. Na je, kama wewe kuombei hata wewe mwenyewe umeliacha uliombei maana nimeshindikana, siku likifanyika hata wewe kinywa kitabaki wazi. Hata wewe mwenyewe kitabaki wazi. Hao kibaki wazi hata wewe chako nawe kitabaki wazi. Maana yake utakuwa hukuomba, maana uliomba ukaomba ukatoa masadaka, ukafanya kila kitu. Lakini hakutokea mlango. Hivi hapa hujaomba, lakini Mungu alitoa mlango. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama wale watabaki kinywa wazi, hata mimi nitabaki kinywa wazi. Maana mimi pia nitashangaa. Imekuwaje hii? Ni kweli hii imefanyika? Ama ni ndoto tunaota? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaposikia hili neno la Mungu, Mungu atatufanyia makuu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walipokuwa wamekata Hawa, Mungu akaenda kutumia wale wenye ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hili neno litimie kama vile nabii alivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipofika huko, hatukuandikiwa kuwa aliwaambia nini. Fadhali Hawa waliambiwa walisikie neno la Bwana. Lakini wale wanne wale hatukuambiwa Mungu alienda waambia nini. Lakini yale maneno yao tunayasikia yameandikwa hapa. Ya kuwa tukienda mjini tutakufa. Tutakufa sote. Bwana Yesu asifiwe. Na tukibaki hapa pia tutakufa vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na tuwaende washamba. Bwana Yesu asifiwe. Je, kwa waamuzi walikuwa hawafikiri kutoka kitabu? Sio washamba walikuwa hapo miaka yote. Njaa iko mjini na washamba wako pale pale siku zote. Lakini ilikuwa haijafika wakati wa Mungu ulikuwa haujafika. Lakini wakati wa Mungu ukifika, hata kama hujaomba, tena Mungu anatimiza. Amen. Tunaona wale wenye ukoma walipofanya huo uamuzi. Hapa ni tuendee hao tu. Sababu huko tuko kwenye chakula. Hata huko tukienda tunakufa. Huko hapa tuko tukibaki ni kufa, tunakufa tu vile vile. Lakini kwa sababu wana chakula, wakituhifadhi. Wakati huo pia tutakufa vile vile. Tutakufa vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakachukua ule uamuzi. Wakaanza safari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtumishi wa Mungu amesema masaa kama haya ndio kitaongezeka chakula kesho. Hapo. Wale wakashughulikiwa na huo usiku. Walitembea na usiku wale. Si mchana. Ili hayo masaa ya Mungu yakifika huko. Praise the Lord. Hallelujah. Chakula kifanyike kama vile Mungu alisema. Bwana Yesu asifiwe. Wakatembea polepole na huo usiku. Lakini hakupata hofu. Sasa sikiza wewe. Hao wanaokoma ni wagonjwa. Hawana chochote. Halafu sasa wanatembea na usiku. Na walikuwa hao ni adui. Na wanatembea na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha kushangaza, walikuwa hata hiyo safari, hakuna kitu kisikika. Hakusikika kitu. Lakini walipokaribia, haya Mungu ndiye akawashangaza. Akawasikizisha kishindo kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Cha mafarasi na magari na kila aina. Bwana Yesu asifiwe. La jeshi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Waliposikia hayo, sasa hayo waliyasikia, maana walisikizishwa na Mungu. Hao wenyewe sasa wakajiongezea mambo yao. Wakasema
Misri waje wapigane nasi. Sasa haya si ya Mungu, haya ni yao wenyewe. Lakini waliosikizishwa na Mungu ni mshindo tu mkubwa, tena wa magari na mafarasi. Sasa wakajiongezea wenyewe, wakajisikia uoga sasa wenyewe. Maana akasema sasa mnaposikia hivi, pengine alisikia mmoja akazitamia mzake, sasa si huku kuna mfalme, bila shaka pia hapo walikuwa na mkubwa wao. Kama mkubwa, nasikia huko. Nasikia pia nini? Basi hivyo ni mfalme huyo na mfalme mwingine na mwingine, wakaongeza mpaka sigawa nchi ngapi? 3. Haya, na magari yao na mafarasi yao na nini, wamekuja kupigana nasi. Bwana Yesu asifiwe. Hao pia walihama huo siku. Bwana Yesu asifiwe. Walipohama huo siku, hawa watu wa Mungu wakaingia. Bwana Yesu asifiwe. Walipoingia wakala, wakashiba vizuri, wakafanya vile walivyofanya, wakaweka vitu vyao vizuri. Tena Mungu akawanenea sasa. Akamwambia, jamani, hivyo mnavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa mimi muamini wale ningesema walitutoa hapo ndani, wakasema hatustahili. Haya, hivi tuko huku nje, hawa wako huko ndani, ni wafe. Ni wafe. Wanapata chakula na watu letee hata nini hawana. Lakini hawa hawasema. Wakasema na twende tukawaambie haya mazuri. Haleluya. Na hiyo kazi ilifanyika usiku mzima hii. Bwana Yesu asifiwe. Walipofika huko pia hakuja pamasuka. Wakapeana huo ujumbe. Walipopeana huo ujumbe pia wakasema basi na tuwafuatilizie kabla kupamasuki ili watuone. Haya, mkatuma watu kufuatilizia sasa waone kama wako ama hawako. Yakawa hayo ni matayarisho sasa ili neno la Bwana litimie. Unaposikia neno la Bwana, ulisikia neno la Bwana, utafanikiwa. Amina. Ukilisikia na kutenda yale mapenzi ambayo Mungu anakuambia, utafanikiwa. Lakini kama hutaisikia sauti ya Bwana mwanzo, utasikia yale Bwana anasema, huwezi fanikiwa. Maana utapuuzi wewe, kwa sababu utaangalia vile unapopitia si sawa na haviwezi kufanyika. Kwa hivyo utakataa. Lakini kama umelisikia neno la Bwana ndani ya moyo wako, sasa utakuwa una amani. Hata utakuwa ona hiki kinafanyika hivi, unasema kitafanyika. Sasa wangeitikia, pengine kungetokea njia nyingine ya kusababisha kifanyike. Lakini hao hawakupokea. Walipokuwa hawakupokea, kabidi sasa Mungu atumie njia nyingine, lakini hilo jibu litimie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo namshukuru Mungu. Mpendwa, mchana wa leo nimesema sitakuwa na maneno mengi, nitaongea tu kidogo. Kile kidogo